enda kwenye mji wa wanyang'anyi, lakini Bwana akisimama mbele yako anatangulia kuwapiga wanyang'anyi kwanza. Alafu ukifika wewe unafanya biashara, unaona unastawi. Ukifanya huduma, Mungu akitangulia mbele yako anapiga kwanza wakuu wa hilo eneo. Alafu unajiona unafanya huduma inaenda peke yake, inaenda inastawi. Kuna mahali tunavuka sio kwa nguvu zetu, hapana, tunaye yule ambaye yuko ndani yetu. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume utamwona mtu mmoja jina lake alikuwa anaitwa Petro. Wakati wako pale kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza, alikuwa na wanafunzi wale ambao Yesu aliwaacha. Wakati Yesu anaondoka akawaambia, najua mmesikia mafundisho yangu, najua mmeelewa vile ambavyo nilikuwa nafundisha, lakini ninalo neno moja, nimewatuma ili mhubiri Injili, lakini msiende sasa. Subirini mpaka mpokee nguvu mpya. Mkishapokea nguvu mpya mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na Samaria. Mungu anajua, Yesu anajua kwamba Petro analijua neno lake, lakini kuna mazingira wakati anataka kulihubiri hilo neno, atakutana na changamoto zinahitaji nguvu ya ziada ili kumfanya Petro aendelee kuhubiri Injili, ili mfanye Yohana aendelee kuhubiri Injili. Na unaelewa walikaa kwenye lile jengo kama hivi tulivyokaa. Wakasema tuondoke mpaka hiyo nguvu ije. Biblia inasema walikaa walisubiri kwa takriban siku 40. Baadaye nguvu ikashuka juu yao. Ghafla hamna mtu aliyemwambia tuondokeni, hapana. Wakaanza kunena kwa lugha mpya. Petro akajikuta yuko nje anahubiri Injili. Wakaokoka watu 3000 kwa siku moja. Baadaye kidogo Stefano akakamata akapigwa. Alipopigwa akapasuliwa kichwa. Wakina Petro wakabeba mzoga wakasema tunakuzika. Mwendo umeumaliza, tunajua huko mbinguni. Hatukati tamaa, tunaendelea. Nini kiliwafanya wasiogope? Waseme Biblia tunaweka pembeni, hatubiri tena Injili. Kulikuwa na nguvu iko ndani yao ambayo mahali wengine wangeacha kufanya kazi ya Bwana wao wasingeacha. Naongea na mtu mmoja ambaye unaweza ukafanya kitu fulani na ukaona mahali kimeanguka. Watu wengine wanasema huu ni mwisho wake, lakini wewe una nguvu ndani yako. Unasema sijaumbiwa kuanguka na kulala moja kwa moja. Mimi ninaanguka na ninasimama tena. Bwana Yesu asifiwe. Inahitajika tu hiyo nguvu iingie ndani yako, utembee na Mungu. Mahali ambapo wengine wanasema kuna bahari tumefika mwisho, alafu wewe unasema hapana, hamjui mimi siko peke yangu, ni naye ambaye anaweza kugawanya bahari. Unaambia tulieni, wokovu wa Bwana unakuja leo. Hao maadui mnaowaona hamtawaona tena. Bwana atawapigania nani? Yale maneno hayatokei tu bure, hapana. Kuna mtu anaelewa, yuko na nguvu ya ziada. Kwa maana kuna mtumishi mmoja ambaye aliona kuna makundi ya watu wanakuja kumshambulia. Na yule mtumishi akasema hivi, hawa watu wanakuja ni wengi, watatuua. Yule mtumishi akamwambia, Bwana akufungue macho. Walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wa maadui. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe peke yako popote pale, uwe na Bwana. Mungu anasema nitakwenda mbele yako, tasawazisha mahali palipopaluza, tavunja vipande milango ya shaba, nitakatakata mapingo ya chuma, nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri. Lengo nini? Anasema ili watu wapate kujua kwamba yeye ni Bwana aliyekuita kwa jina lake.